kuwa mtaji mdogo unaweza kukusaidia ukafikia malengo yako. Na wanasema kwamba mchicha ulianza kama mbuyu. Sasa wewe ukibweteka, jamani, utakuja ulie. Utakuwa tegemezi mpaka unazikwa kabrini. Ametembea wanawake, jamani, tupambane. Matrida, pambana. Anataka watu watumie fursa, wasidharau. Unaweza kukaa na kitu kidogo, unaweza kukikuza, mwisho siku kikawa kikubwa. Kwa wanawake wanatakiwa wachangamkie fursa ambazo zinazunguka ndani ya jamii. Na sio fursa tu, bali fursa ziwe halali ambazo zinaweza zikaingiza pato hususan kwenye nchi. Kwa wanawake wanahitajika wawe mstari wa mbele, wakiona fursa waitumie, wasidharau fursa. Kama alivyosema kwamba yeye ni mfanya biashara, ameeleza baadhi ya changamoto ambazo anazipitia kama mwanamke. Ni kama ulivyotangulia kusema kwamba pengine mwanamke anachelewa kulala, ndio kwa sababu ya majukumu ya kila siku, lakini anawahi kuamka kwenda kwenye shughuli za kila siku kwa ajili ya kujipatia. Hiyo pia inaweza ikawa ni changamoto, kwa sababu unakuwa hauko karibu na familia yako kutokana na kujitafutia mahitaji binafsi. Lakini licha ya changamoto, amewaasa vijana sasa tuendelee, tusikate tamaa, tuendelee kujitafuta na hasa katika masuala ya kiuchumi, kwa sababu vijana wengi wa kike wanaonekana kwamba yaani tafiti nyingi zinaonyesha kwamba vijana wengi wa kike yani wanakuwa ni kuna uvivu fulani hivi, mtu mpaka apate changamoto ndio aweze kufanya biashara. Kwa hiyo bila changamoto mtu anaona kwamba zile mali ambazo ziko nyumbani zinaweza zikamsaidia yeye binafsi. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho pia tunaikemea kupitia siku ya mwanamke duniani ama siku ya wanawake duniani. Ukilinganisha kwamba siku ya wanawake duniani imejikita katika kujenga usawa kwa mwanamke na mwanaume, lakini pia kulinda haki ya mwanamke iko wapi. Pengine labda Rebeka tuseme kwamba palipo na mafanikio hapa kosi changamoto. Sasa ukiangalia kwa mtonyo wa siku ya leo ametuambia kwamba jamani, hata kama wanawake tunakumbana na changamoto tofauti, tusikate tamaa, bali tusonge na tupige hatua ili mwisho wa siku tuweze kufikia mafanikio yetu. Unaona tu kwamba kila siku unasikia mwanaume fulani amefanikiwa, lakini hata wanawake pia na wao wana ule wajibu wa kupambana wao kama wao ili mwisho wa siku wawe na wao kipaumbele. Na changamoto zipo kutuvusha, kutupeleka katika hatua nyingine zaidi. Lakini kwanza kwenye kazi yote hii usipopata changamoto, yani huwezi kufikia mafanikio. Ni kweli. Ukipata changamoto, akili ndio inachangamka sasa. Akili inaanza kuchanganua kwamba hapa nafikaje. Inaanza kukuambia kwamba fanya hivi, fanya hivi. Hapa ndipo unaweza ukapita. Ndio maana tukasema zipo changamoto, inabidi tu zituchangamshe kwanza. Sema wengine Matrida unakuta ukishapitia changamoto, hapo ndipo anabweteka. Sasa anasema kama kuna changamoto hii, bora niache liwalo na liwe. Na hakuna kitu ambacho hakina changamoto. Kila kazi na changamoto. Kwa kweli hamna mtu ambaye anafikia kamseleleko, jamani, tunavyosema kwa sasa hivi kwamba mtu anapitia tu kamseleleko mwisho wa siku anakuja kuibuka tu kwamba ameibuka kinara. Ni lazima upitie changamoto, jamani. Tuambie tu kwamba changamoto zipo, na wewe kama wewe ama tuseme mwanamke kama mwanamke inabidi uvumilie na upambane ipasavyo ili kusudi uweze kufikia malengo yako na mafanikio yako yaweze kufika pale ambapo unahitaji. Veronica, moja kwa moja naona muda unazidi kusonga mbele. Moja kwa moja twende tukasikilize drama ambayo tumeweza kukuandalia kwa siku ya hii leo. Ikiwa sasa mzalishaji ni Uswege Mwaka. Jamani, ni tuangalie nini ambacho ameweza kutuletea kwa siku ya hii leo. Tupate drama kwanza ama movie, tunasemaga movie redioni tuweze kusikiliza. Naamini msikilizaji kupitia hii unaweza ukapata mafunzo, ukapata funzo kuhusiana na namna gani mwanamke ana thamani katika jamii. Drama. Mali safi kutoka